Emilio Mwai Kibaki. You want to know the true measure of a man? Watch what he does with power. Mimi Mwai Kibaki aliyezaliwa tarehe 15 Novemba mwaka wa 1931 huko Gatuyaine, kaunti ya Nyeri. Alikuwa ni rais wa 3 wa Kenya na mwanasiasa mashuhuri ambaye alichangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Alikulia katika familia ya wakulima wadogo, lakini hali hiyo haikumzuilia kufikia ndoto zake. Kibaki alikuwa mfano wa mtu aliyejituma na kufanikisha mambo makubwa kwa kujikakamua. Kibaki alisomea shule ya msingi ya Gatuyaine na baadaye akajiunga na shule ya upili ya Mang'u ambayo ilikuwa na sifa ya kuwalea viongozi wengi hapa nchini Kenya. Hata hivyo, alionyesha uwezo wake wa kielimu na kujiunga na chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda ambapo alisomea uchumi, historia na siasa. Baada ya kuhitimu, alifundisha kwa muda mfupi katika chuo kikuu hicho kabla ya kujiunga na serikali ya Kenya baada ya uhuru. Kibaki alianza kazi yake ya kisiasa mwaka wa 1963 akiwa kama waziri wa fedha chini ya Rais Jomo Kenyatta. Alichangia sana katika kuimarisha uchumi wa Kenya katika kipindi hiki. Baadaye aliteuliwa kuwa makamu wa rais chini ya Rais Daniel Arap Moi mwaka wa 1978, lakini aliondoka katika nafasi hiyo mwaka wa 1988 baada ya kutopatana na sera za serikali. 1984, when I sensed what was going on and we could see the changes that have begun to set in, that was the right moment we should have resigned. Mwaka wa 1991, Kibaki alianzisha chama kipya cha upinzani, Democratic Party, yani chama cha DP, na kuanzisha safari yake ya kuwania urais. Lakini alibwagwa na kulazwa kifudifudi na mpinzani wake Rais Daniel Arap Moi. Lakini kama vile wahenga walivyosema, Mungu si adhumani, Kibaki hakukata tamaa. Mwaka wa 2002, Kibaki alishinda uchaguzi wa urais akiwa kiongozi wa yani National Rainbow Coalition, akimshinda mpinzani wake Uhuru Kenyatta. Uongozi wake uliweka misingi mpya ya maendeleo ya nchi ya Kenya. Kibaki alikuwa na sera ambazo Wakenya wanajivunia hadi sasa. Alifungua milango ya elimu kwa mamilioni ya watoto wa Kenya kupitia mfumo wake wa elimu isiyo na malipo kwa shule za msingi. Kibaki aliongoza mchakato wa kuunda katiba ambayo Wakenya wanaienzi hadi sasa, katiba iliyobadilisha mfumo wa utawala nchini Kenya almaarufu kama the 2010 Constitution. Wengi wanamuenzi Kibaki kwa kujitahidi kurejesha amani baada ya ghasia za mwaka wa 2007-2008 zilizosababisha uharibifu na maafa ya Wakenya. Emilio Mwai Kibaki alikuwa kiongozi aliyebadilisha historia ya Kenya. Alitufundisha kuwa kwa bidii na uaminifu kila mtu anaweza kufanikisha mambo makubwa. Tutamkumbuka daima kwa mchango wake wa kimaendeleo na kielimu. Kibaki alikuwa mfano wa uongozi wa kweli na aliacha mazoea mazuri kwa viongozi wa sasa na wa baadaye, na tungependa kuwauliza waliobaki baada ya Kibaki wawe kama Kibaki. Langu ni PM Kimemia.